Kwa hiyo tumeenda hivyo, kumbe zile pesa akawa anaendelea kufanya yale mambo, anavuta. Sasa kwa vile anakula vizuri na ana hela, hawezi kuathirika sana. Kwa hiyo mtoto ameendelea hivyo mpaka ikafikia wakati sasa akawa yani napanda kichwani. Nikamchukua tena nikampeleka sober house Moshi, kakaa kule, akatoka akakaa vizuri tena, akarudia tena. Kwa hiyo nikawa na experience za kupeleka soba. Sasa tatizo lilo nifanya nirudi kwenye point kwamba kwa nini nilifungua soba. Baada ya kumwona mtoto, zile sober house tunalipa pesa nyingi tu, lakini huduma anawaipata mtoto, yani ukienda kumwona mtoto lazima machozi ya kutoke. Mtoto ana afya mbaya, akikueleza chakula kilivyo, ukimuuliza wengine wanao vyakula viko hivi, yani unaumia. Na nikiangalia huyu mtoto nimeishije naye, leo hii anafikia anakula hivi, inauma. Nikasema kwa nini wasiwatreat tu vizuri, wakapata chakula cha kueleweka, milo 3 ya kueleweka, kama ni matunda, kama ni nini. Lazima hiyo. Hivi kwa nini nisifungue mimi sober house yangu nikatoa mfano, kwa sababu tayari na mlengwa, nimekuwa nalipa pesa nyingi sana kwa wengine, basi nifungue. Huyu sasa hivi amepata nafuu, yani kama amepona namchukulia na anataka nimpe nini afanye. Kwa nini sifungue yangu akatoa ushuhuda kwa wenzie? Kuwa inawezekana. Inawezekana, mimi nimepitia na amepitia, nimefupisha, amepitia mambo mengi mno. Kwa nini sifanye hivyo? Nafanyaje? Ndo nikajaribu kuomba hapa Dodoma, nikaona nitaanza kuhaya sijui nyumba, na nikasema mbona nina nyumba Dar es Salaam imeisha vizuri, imekaa tu, haina kazi, na masharti yao iwe nje ya mji, iwe hivi kusiwe na ile iko nje ya mji. Nikasema kwa nini sitoe ile nyumba? Na pengine ndio maana haipati shughuli, kwa sababu niliingiza sijui kwenye iwe kama BNB, sijui iwe nini, sijawahi kulaza mtu hata siku moja. Sijui nitengeneze sijui kile nilichokifikiria hakikuwezekana. Nikasema wacha ile nyumba niifanye hivyo. Nikatoka nikaenda kuitengeneza ile nyumba vile inavyostahili, mabweni na nini nikaweka, kwa sababu kuna nyumba kubwa ambayo imekwisha, lakini kuna viwanja ni 2 in 1. Kwa hiyo nikasema wacha nitengeneze sasa bweni kwa ajili ya hao watu ambao linaweza kuaccommodate hata watu. Kiwanja kina ukubwa gani? Ukiunganisha zinaweza kufika hata siku ya mita 2800. Ni kikubwa, ni 2 in 1. Kwa hiyo nikasema hii ninayotengeneza inaweza kuaccommodate hata watoto 20-30. Wacha nitengeneze hii. Kwa hiyo nikatengeneza, kanaweka mabanda ya kuku, lazima uwe na activities za kufanya. Nikaweka bustani, wajifunze mboga za majani, kwa sababu ndizo wanazotakiwa kula kwa wingi, wazipate pale. Nimepanda migomba, vilini wamekula ndizi zao. Kwa hiyo nikasema kwa nini nisifanye hivyo? Nikaenda nikatengeneza, nikamshirikisha mtoto akasema huwa always hawataki kugusia mambo yao yanayowahusu, hawataki. Lakini tulimlazimisha sana. Mimi sitaki, nyinyi kama mnafanya hiyo soba fanyeni wenyewe, mimi sitaki uniregister popote. Kwa sababu hajakubali. Kwa hiyo nikairegister mimi kama mimi, lakini mlengwa ni yule mtoto. Kwa hiyo tukapata vibali vyote na nini, ikaanza kufanya kazi mwaka jana mwezi wa 8 au wa 7. Kwa hivyo hata haina mwaka, haina muda. Mwezi wa 8 wa 7 ndio ikawa imeanza kufanya kazi. Kwa hiyo tukafungua, lakini mtoto alikuwa yuko negative, yani hana interest kabisa. Sasa kilichomfanya ajirudi na kukubaliana na hiyo hali, yeye akaniambia mimi, kwa sababu nilizoea kuwauzia watu wangu vifaa vya simu, nipe mimi mtaji mama, nijaribu kwa mara ya mwisho, na kupromise mama siwezi kukuangusha, naomba just 4 million. Nikanunua mzigo nilete hapa. Nikamwambia siwezi kukupa hiyo 4, nitakupa nusu yake, tuone. Nikampa 2 million, akaondoka akaenda Dar es Salaam. Menunua mzigo, mama nimenunua, niko nao kwenye basi, sasa narudi nyumbani, siwezi kupata nafasi ya kurudi Dodoma. Nikamwambia tena hata usirudi, kama umerudi umepata, rudi kakae kule kituoni, kwa sababu kuna vyumba vyao vizuri tu, kakae kule, huo mzigo wewe utume, nielekeze mimi au maduka unayotaka tupeleke, mimi nitakuwa napeleka, wewe nakutumia pesa unafanya. Akasema sawa mama, nimekuelewa. Na kupita nusu saa akanipigia, mama wameniibia. Nini wameiba? Mzigo wote. Nikajua hapa sio. Kakata simu nikamwambia sitaki kukuona nyumbani. Kwa hiyo akawa hana pa kwenda, ikabidi arudi soba sasa. Ndio ikamlazimisha sasa kwenda kukaa kule.
Katika kufuatilia nikaambiwa hizo pesa alilipa kwa watu ambao walikuwa wanamdai. Alikuwa ni kama wanted kwa Wow. Niseme ukweli, alikuwa amejiingiza kwenye mtandao mbaya wa madawa. Na wanamfahamu sana Dodoma. Polisi wanamfahamu vizuri sana. Kwa hiyo akawa amejiingiza kwenye kundi hilo. Sasa huwezi jua, pengine alikuwa anadaiwa au alikuwa anafanya nini, akasema nimelipa mimi madeni. Kwa hiyo akarudi akakaa kule soba. Wow. Kwa hiyo ndio ikawa kama sababu yeye kubaki kule. Lakini ukimuita, wakija watu wa wizara, Joe wewe ndio kama owner hapa, ana interest, atakuja atasimama, hata changia chochote. Wow. Kwa hiyo tukawa kama vile tunamlazimisha. Baadaye nikaja kuambiwa na viongozi wa pale kwamba amekuwa akileta yeye mwenyewe, anavutia vitu vyake humo ndani. Kwa hiyo nikawa nasafiri, naenda napambana naye wapi, anatoka anaenda avutia huko, nikawa mkali, baadaye anavutia huko, lakini ukimwona anavuta bado anaendelea. Sasa ikawa watu wakija pale kituoni wakifanyiwa interview na nini kwamba mgonjwa ataletwa siku fulani, anawafuatia nyuma, anamwambia, anajua mwenye hicho kwa akiwaambia, lakini alikuwa anawakatalia. Na ikawa inafikia pointi kama vile anashinda kwenye geti. Kwa mfano watu wakipiga simu wanataka kwenda, si unawapigia kule kwamba kuna watu wataletwa hivi na hivi. Yes. Yeye anakuwa kama mlinzi pale getini. Kwa hiyo atakaye kuja anawaambia hii soba ilifungwa. Ukaa hakuna mtu. Hatupokei mtu yeyote kwa hakuna. Shida ni nini? Hamna hivyo. Sasa kakaa kule kavuta hayo madudu yake, na nilikuwa nawalipa mishahara. Hamna mtu anaingia, lakini nawalipa mishahara. Wako watu 4, na nesi na mlinzi ambaye ni askari mstaafu mmoja, yuko yeye, yupo na kijana mmoja ambaye tulikuwa tunamtumia hapa pameharibika, fanya hivi hapa hivi, yupo. Lakini naye anasaidia shughuli za pale, Wote nawalipa mishahara mwisho wa mwezi. Yeah. Kakaa kule kavuta, rudi tena kichwani. Sikio mimi ghafla namuona asubuhi huyu hapa kafika. Akiwa, yani alikuja na mabasi yale ya usiku 12 asubuhi kanigongea chumbani. Niliogopa kwa hali niliyomwona nayo, lakini alifika kaanza kufanya fujo pale nyumbani, yani haeleweki, ukimwambia A anakuambia B, ukimwambia, yani ni mnabishana tu all the time. Na anataka hela tu. Kwa tukasumbuana hivyo, yani ikafikia kipindi akafanya vurugu, akasema nataka kwenda kwetu Songea, akaenda kafanya fujo kule, akaenda kavamia kituo cha polisi, wakampiga. Yani in short na kueleza. Kwa ukawa ni usumbufu, mtoto akawa amegeuka kama adui sasa. Hakamatiki, huwezi kusema utamkamata umtibu umfanye. Zimekolea kichwani. Yeah. Ndio nikaanza sasa kupata maelezo ya kule soba kwamba yeye ndo alikuwa anasababisha hayo yote hayaendi. Wow. Nikamwambia sitaki kukuona unarudi kule. Mimi nimeamua kusaidia vijana wenzio, wewe kama hutaki kusaidika basi. Hapa nilipofika nimechoka. Hata ndugu zake nimewaeleza, wakaniambia kwa kweli tunajua ulivyohangaika, sasa hebu muachie Mungu. Kwa hiyo in the end mpaka sasa hivi ninavyokuambia, yule mtoto imefikia tu, kwa sababu wanamfahamu hapa Dodoma polisi, na alikuwa hataki kurudi hapa. Siku alivyofika baada ya kufanya fujo Songea huko, nadhani sijui walipigiana simu, kwa sababu unajua nadhani wakisha kuweka kwenye rekodi yao, popote unajulikana. Wakawaambia. Kwa hiyo alivyofika hapa wakaja, wakawa kama vile polisi wana patrol tu pale nyumbani, wakamkamata, wakamkuta na kete kadhaa, wanaita kete wenyewe, wakampeleka. Na mimi nikatoka kuambiwa na nini, wakasema, akawa nakataa, mimi sio zangu. Wakaambia huwezi kukubali, all the time huwezi kukubali. Wakamchukua, nikasema muacheni. Kwenda kituoni, nikaambiwa huyu mtoto tumeshachoka. Ni mawili, kama utaendelea kumtetea huyu mtoto yatatokea mengine, ama muache sheria ifuate mkondo wake. Basi nikakubali, na hapo unakuta sasa kumekuwa na vitisho vya, unajua wengine wanafikia stage mpaka kutishia kuua, kutishia kufanya nini. Sasa wangu pia alifikia stage hiyo. Kutishia kuchoma vitu, kufanya nini. Alisha kwenda kule kwenye ofisi yangu ile, kataka kuchoma, akamwaga vitu nini. Kwa hiyo nikaambiwa hivyo, ikabidi niwe mpole. Kwa hiyo nikaacha sheria, akashtakiwa na jamhuri, sio mimi. Alishtakiwa, akahukumiwa, akapata. Bahati mbaya sasa zaidi, hata siku ya hukumu pia akamisbehave kwa hakimu. Akahukumiwa hivi, yuko jela miaka 3.
ingawa alipata ile wanasema 1 ya 3 miaka 2, Eh, lakini eh. still yuko kule bado nahangaika kama mzazi kumtibu. Sijakata Mm. tamaa. Kwa hiyo kuna Usikate dawa tamaa. napeleka, natumia. Sasa hicho ndio chanzo kilichonifanya nifungue Ukafungua sober sober house. house. Yaani Yeah. kitu ambacho kinaumiza familia nyingi ni pale acceptance ya kuwa mwanetu anaenda through this or mke wangu anaenda or the Mume husband is wangu, going yeah. through this, lakini sasa yeye aliona baba akifanya na nahisi na yeye pia ile maumivu ya babake naye alikuwa anatafuta kitu cha kupoza maumivu yale. Yeah. Sasa haikujulikana on time, lakini nafurahia hivyo vile umeenda a step ahead, a step further, ukafungua na sober house. Ila usikate tamaa kabisa. He'll be fine. Hivyo vitu alafu yeye mwenyewe akubali tu kutumia madawa ambazo zitamfanya, na akiendelea vizuri, mwisho wa siku ataacha na kutumia hizo dawa ambazo zitamsaidia kuacha yale madawa ya kulevya. Atakuwa sawa. Ila mimi wazazi wengi ni pale, at least wewe umetoka umesema, wazazi wengi hawaongei. Ni kweli. Wanajifungia pale ndani na watoto hadi inafika ile point ambayo tunaita point of no return. Ile kila mtu anaona kinachoendelea, ndio sasa in fact naona wazazi wengine wakiona mtoto anaenda through this anahamishwa mji. Yeah, ni kweli. Ili asionekane pale kwao, labda atapelekwa kwa bibi yake, labda akafanya vituko kwa bibi yake, wamhamishe sasa, watatafuta mjomba ama watatafuta sehemu. Yani wanakataa hadi inapofika pale pabaya. Alafu nashukuru Mungu sana kwa sababu sober house hazipo nyingi huko. Ni kweli. Kwa hivyo ipo sehemu gani hiyo sober house? Iko Chanika, Buyuni. Yeah, najua wanapaita Chanika. Zavala. Na ni sober house inabeba watu wangapi? Zaidi ya 25. Aha. Kwa sababu nilianza na bweni moja ambalo kwa sheria zao kila chumba kina accommodate sio chini ya watu 13. Kwa sababu unaweka zile double decker. Kwa hiyo ni 2 rooms. Alafu kuna ndani pia kuna executive ambao tulisema kuna mwanzoni nilipofungua nilipata watu wa maofisini kabisa. Yes, mtu anaomba wapo, kabisa wapo. Naomba mume wangu aje umfungie huku kwa sababu ya hii hali. Na mna watu ambao wanatoa ushauri na saa. Kuna watu ambao wanatoa, tuna ma-counselors, tuna wachungaji, kuna mashehe wanakuja wanaongea nao. Kuna na sio wote wanakubali kuongea na watu. Kwa mfano hao wawili mimi niliwapata kutoka kwenye ofisi fulani, waliletwa na ofisi zao, mwingine aliletwa na mke wake. Walikuwa hawataki yani kuzungumziwa sana kwamba unajua hivi. Yani anataka awe kimya kwa sababu wengi wao wanakuwa wameathirika na madawa na pombe pia. Kwanza pombe, unajua pombe ni kilevi na ni yani ndio the worst addiction inatokaga na pombe. There is a friend, ndio bana kabla tujaanza kipindi nilikwambia kuna rafiki yangu kaenda sober house in Kenya. Hakujua kuna sober house huku. Aliwahi enda hiyo ya sijui wapi kwa Arusha Moshi, but they were not happy na hizo conditions ambazo zilikuwa hapo. Sitaki kuizungumzia sana. Yani uko sahihi, hata mimi sitaki kuizungumzia, lakini akasema tunamharibia ninio, but hakufurahia. Sasa mwisho wa siku akaamua aende Kenya. So mimi sikujua there's a sober house until when I met you kaniambia. Na challenge naipata mimi. Hata juzi kuna watu wamenipigia wakaniambia una watu wangapi? Nikamwambia mimi sasa hivi nina watu 2 wamebaki ambao wanatoka, mmoja anatoka Juni, mwingine Julai anatoka. Na kwa sababu niliona wanatoka na sijapata mtu mwingine, watu wengine wanataka kuingia, nikawa nimempa off pia askari wangu ambaye anahudumia. Nina askari mstaafu wa anahudumia kwamba akasalimie familia, anatoka Mwanza huko. Kipindi hichi arudi hivyo, mwenzangu ndo atakwenda kutekea pale. Lakini unakuta wanasema gharama kubwa. Unakuta sober house zingine hizi za wenzetu wako, unakuta watoto, chumba cha kukaa watoto labda victim labda 10 watakaa hata 30 au 40. Na choo unakuta labda ni kimoja au 2. Kwa hiyo mazingira ni magumu na wanakuwa wanapokea mpaka wale ambao yani hawajitambui, yani hawawatengi. Alafu hawawatengi. Yani hawawatengi kwamba huyu yuko kwenye stage hii akae hivi. Maana yake lazima muwe na stages pia. Unakuta wamekaa, mimi huyu mwanangu alikuwa ananihadisia, tunacheka.
mama kule kuna watu wako hivi. Sasa yeye anawaona wenzie kama ndio wagonjwa. Sasa anajua na why mimi niko hapa. Kwa sasa sobers nyingi ziko hivyo, kwa sababu in sober houses lazima uwe na kwanza kabisa kuna ile stage ya isolation, alafu unatoka isolation ndio unaanza kuwekwa na wanasema wanafuata hizo stages, lakini hazifikii point ya kusema kwamba huyu anastahili kukaa hivi. Kwa mfano kuna mtu mwingine ana uwezo wake tu, lakini amejitambua kwamba ana shida hii, afanye nini ili achane nayo, watu hivi achane nayo. Kwa hiyo mimi nimejaribu kufanya hivyo, na gharama pia zinakuwa tofauti. Yes. Kwa sababu pale ambapo unalipa hiyo let's say labda 200,000 au 2.5 au 3, unakuta anakula still pengine mlo labda yani mwenyewe alikuwa anasema ni ugali na cabbage ndio chakula chao common. Mchana ugali cabbage, asubuhi uji, jioni hivyo. Kama una vitafunio vyako, pesa yako mwenyewe mkononi, sijui Blue Band, sijui peanut butter, sijui vitu uvitafute mwenyewe. Una hamu ya nini? Hiyo ni matatizo yako. Sasa shida ndio hiyo. Sasa mimi nikasema mimi nataka nitengeneze soba ambayo atakula kama ni breakfast ambayo hata mimi niko pale kutembea huko. Kama ni mchana chakula kikipikwa pale watakula paka wafanyakazi wote. Wow, that's awesome. Umeona? Kwa sababu kwa sababu chakula nacho ni tiba. Jioni atakula hivi. Kama kuna activities fulani atazifanya vizuri. Umeona? Kama kuna katunda hata kama ni kipande cha chungwa lakini at least anakipata. True. Kwa hiyo ndo nilisema mimi nataka kufanya hivyo. Nikasema nikaweka na uniform, t-shirt, tracksuit. Yaani mtu akiingia pale mpaka TV wanaangalia vitu kama wakiangalia tena wanaangalizia kwenye nyumba ambayo mimi ndio ninayolala nikienda. Na ndiko wanakofundishiwa. Wakienda kule, yani anakaa, nilikuwa na mtoto wa rafiki yangu mmoja ni foreigner. Mpaka aliniomba afanye kazi pale. Kwa anakaa kwenye mazingira ambayo ni kama nyumbani. Yes. Ni kama nyumbani, yani anaenjoy, hatamani kutoroka. Sasa unakuta wengi anasema akipelekwa soba anatoroka, mazingira yanamfanya hatamani kutoroka. Kwa sababu unajua sober house, mtoto anapoenda pale anafaa afeel mapenzi ya mzazi. Ameletwa pale kwa sababu anapendwa. Si ameletwa pale kwa sababu yeye ni kero au kwa sababu yeye ni mzigo. That is very wrong. Na mtu kisaikolojia, tena tukirudi kisaikolojia, ukifanyia mtu hivyo anaona kweli hafai kwenye familia. So hata anapotoka atarudi pale pale kwa sababu anaona yani hakuna anayempenda, kama anaona ni kama ametelekezwa. Anaona ni kama ametupwa. Na wengi hawafunguki. Mimi nilipokea kwa mazingira yanayokuwa tunakaa nao, tunaongea, tunakula, tunafanya nini. Yani anaongea kiasi ambacho mpaka vitu vingine unasema huyu asingeweza kusema haya akiwa na familia yake. Yes, very true, very true. Kutokana na mazingira. Alafu unapata familia mara nyingi waelewi what mtu ambaye anaenda through addiction ana feel. So badala wa understand, wa embrace, anakuwa isolated, anakuwa huu ndo yule mtoto mtundu wa familia, huu ndo yule mtoto ambaye anaharibu jina ya familia. Badala kuangalia nao inawa affect vipi, wakiembrace huyu mtoto kama mmoja wao, hapo ndio mwanzo wa yule mtoto kuanza kuelewa. Ni kweli. Kama we umepigana sana, umepambana sana na mwanao. Alafu kingine pia, mzazi mara nyingi huwa anaogopa kufanya kile ulichokifanya saa hii. Maanake tunaona jamani, mwanangu anaumia, mwanangu anaenda through this, lakini unasahau through hiyo uchungu anayopitia or pale ulipompeleka, it's a correction facility ambayo itamsaidia in the long run. Sasa hivi anaweza kaona mama amenifanyia hivi kwa nini, lakini baadaye anapokuwa sober anaanza kusimuliwa what he was doing, what had happened, ataelewa. Na sisi wazazi pia tunafaa ndio tuwe na ile tough love tunaita. Tough love ni pale unajua hichi kitamuumiza au kitakuumiza, lakini unakifanya kwa faida ya mtoto ya baadaye. So it's very very important. Na hivyo unavyosema hivyo, basi the sober house is nice. Kama ipo hivyo. Nice, lakini ndio hiyo nilikuwa nasema, kuna mtu anakuuliza kwa mfano, unajua wengine wana perception kwamba sober akute watu wengi wamejaa pale. Lakini mimi niliwaambia, hata lini nilikuwa natoa taarifa hivi, natakiwa tena kutoa taarifa ya miezi 3. Niliwaambia na watu kadhaa. Walikuwa 3 wakati natoa hiyo taarifa, walikuwa 3 Sasa hivi nikitoa taarifa ninasema 2. Kwa mfano nikitoa end of June, nitasema nina 1. Lakini mmoja aliye enjoy akatoka pale yuko vizuri,
Ni bora kuwa Exactly. na wengi Mbona wanataka waliojaa pale wengi? ambao ukiwaangalia unaona hakuna matumaini ya leo wala kesho. But why are they looking for watu wengi? Kwa hiyo mtu anataka sasa, unataka company, unataka kupona. Basi watu Sasa mimi understanding ya huwa watu. nasema mimi ni bora niwe na watu wachache niweze kuwahudumia vizuri, Exactly. waweze kupata nafuu, wakatangaze huko, kuliko niwe na watu bora hata pasipokuwa na mtu pale. Ni nyumbani kwangu. Unajua wengine anaforce kwamba ni waache tu. Kuna tabia nyingine za sober house, wanasema analazimisha mtoto amepona, unamwona, lakini wanakulazimisha aendelee kuwepo ili uendelee kulipa. Unapunguziwa na bei ili uendelee kulipa. Sasa mimi utalipa ile pesa ambayo ni sahihi. Umepona, utaondoka ukaisaidie jamii yako, kwa sababu tunataka ili upone ukaendelee na shughuli zingine. Kuendelea kukaa pale sio solution. Wengine ni wazazi, wengine ni wanafunzi, wengine anatakiwa apone haraka chap arudi. Kama wewe naye kuambia ni mtu mkubwa tu, alikuwa mkubwa, wakili mkubwa sana, lakini ikabidi atoke ninio aende sober house Kenya. Lakini sasa we didn't know there's something like that. Na wengine sasa wanatafuta watu kama hao, wanatafuta privacy. Ndio maana nikasikia umesema kwako kuna ninio pia VIP. Muhimu sana. Huwa nimeweka VIP 2 bedroom. That's beautiful. Kwa hiyo mtu akikaa Mungu sana anaweza kukaa wawili pale. Hiyo VIP. Kama hakuna wagonjwa wengi, hata peke yake anakaa peke yake kimya, atakuja mtu atamfanyia. Kuna watu wawili nawafahamu, nitawatuma. Kuna watu wawili nitawatuma kwako. Well, it was awesome. Yani umenigusa sana, yani Mama Jackie uliponiambia the story about the sober house. Yani hata tukazungumza na mume wangu, sema tutakuja Julai. Lazima tutembee hapo tuone. Sababu mimi nafanya counseling, so I can recommend quite a number of people ambao wanakuja, ambao wanahitaji recovery center. Kwa hiyo lazima tutashirikiana. Na namba za sober house ya kwako, najua sio namba zako personal, tutaziweka kwenye kipindi, so anyone who's interested. Na mimi ningetaka tu niambie watu, do not hesitate. Ukiona kuna hitaji, it doesn't have to get to that stage baya hiyo ya Juve ambaye amefikia. It doesn't have to get to that stage. Ukiona tu mapema ile mtoto wako ana addiction ya kitu fulani, anza mapema. Kama vile tulivyosema, addiction sio drugs tu. Addiction can be alcohol. Addiction can be the internet. Kuna addiction tofauti. Sasa tusisubirie hapo. Mama Jackie, jambo la mwisho mimi naweza kusema kuhusu watoto wetu, tusiwafiche, kwa sababu kuwaficha sio suluhu, au kufikia hiyo stage sio kwamba ni mkosi au ni nini. Unaweza kuwa na watoto 5, mmoja tu akapitia hapo, wengine wakapita vizuri. Pengine wanayao mengine wewe huyajui, lakini wanayasovu huko, yanakuisha bila jamii kuijua. Lakini tusiwafiche, tuwaweke wazi. Wengine unasema wanaogopa labda, kweli gharama ni kubwa, lakini kuna namna ya ukishamfikishia kwenye vituo kama hivi vya kwetu. Kuna wengine tunaweza kusema wacha tumsaidie. Tunapokea, unamsaidia ili aweze kupona. Unajua kabisa huyu mtu anahitaji msaada na mama hana uwezo wa kufanya. Tunajitoa, ndo maana yake. Tunajitoa, tunafanya hivyo. Lakini tusiogope. Gharama kwetu si kubwa. Mimi najaribu kusema wenye watoto wenye aina hiyo, hebu wajaribu kwenda hospitali, kwa mfano Mirembe. Mimi nasema wazi kwa sababu nilikwenda juzi wakati nahangaika kuhusu kijana wangu. Wakati anahukumiwa hivyo, nilisema basi apelekwe Mirembe, basi kama atahukumiwa arudishwe Mirembe apate dawa. Kweli daktari wake ambaye alikuwa anamhudumia wakati huo akaniambia, huyu mtoto sisi tulimshindwa kwa sababu alikuwa hataki kumeza dawa. Ni mbabe. Hataki kumeza dawa. Kwa hiyo ungefanya hivi, muache hivyo sheria imshtaki. Akiwa kule huko magereza, basi apewe dawa akiwa kule. Sisi tutamhudumia akiwa kule kuliko huku kwetu. Kwa hiyo ni hivyo. Alafu sasa kigumu sana, unakuta gharama za Mirembe ni kubwa mno. Labda nitoe wito tu, pengine sijui kuna utaratibu gani, lakini nilikwenda mimi nilivyoambiwa, nikaambiwa labda itokee mahakamani, sijui itokee vipi nini, pengine ndio inaweza lakini ukisema utoke mzazi, kama mzazi mimi mwanangu ananisumbua, naenda moja kwa moja kufanya maombi ya kusema achukuliwe atibiwe pale, gharama ni kubwa mno.
Ni kama sijasahau ni karibu 6,000 au 7,000 kwa mwezi. Wow, that's a lot. Kama sijasahau 6. Sasa ukilipa hiyo na usitegemee mtoto wa aina hiyo atapona ndani ya mwezi. Minimum ni miezi 3. Yes. At least miezi 6 akae ili kuweza kutoa ile sumu yote. Sasa si kila mtu anaweza kuafford hivyo. Ni kweli. Kwa hiyo mimi nawaomba, kuna mmoja niliwahi kumshauri, tulishauriana kwenye simu tu. Kweli nilimpa, tunatumia tiba pia mbadala. Pamoja na counseling, labda ana dawa anatumia za hospitali, ingawa sisi watupendi sana kutumia hizo za nani apate anakuwa addicted na hayo madawa. Tuna vitu pia mbadala ambavyo tunampa ukiachana na chakula. Kwa hivyo kuna herbals. Kuna herbals ambazo tunazitengeneza tunampatia, ambazo ni vitu common ambavyo tunavitumia jikoni. Kila mama yuko navyo jikoni. Lakini unavichanganya vipi tunamwambia. Kuna mmoja kweli mimi nilimtolea hiyo siri, wanasema nilimpa hiyo siri kwamba mpatie hivi. Jaribu kufanya hivi uone atafanya, ingawa ni ngumu, lakini sisi tukimfungia tunamtengenezea hiyo, inakuwa anaona kama ni juice. Mara nyingine kama kwenye chai yake hanywi chai kama chai, tunamchanganyia hivyo, anaenjoy ile chai, lakini kumbe kuna tiba ndani yake. Atakunywa kitu kama juice. Nina mmea ule unaitwa kombucha, wanauita. Najua kombucha. Unao? Ninao. Na utaka? Sasa ninao huo una ile ninio yake. Ninayo scoby nani. Kwa hiyo anatengeneza, unawapa ile kwa wale wanaopenda pombe. Unampa, anaona anapata taste ya pombe, lakini kumbe anapata tiba ndani yake. Manake kombucha is very good. Kwa hiyo wanawapa hiyo free na watengenezea. Unayo, mimi nanuaga hapa ninio bei kama nini. Zipo zinakuwa zina flavor na nini, lakini mimi ninayo natural kabisa. Naitengeneza. Ukitaka kutia flavor katie huko mbele ya safari, lakini nakunywa basi. Wow, that is awesome. Hivyo. Jamani, hata mimi huwa natoa counseling bure. Manake najua mimi kuna wakati, na mimi hivyo sababu yangu kwenda kusomea counseling. I went through a lot. Na nilipoenda kutafuta counselor, ni enzi hizo naambiwa $120. That's like 7 years ago. Ilikuwa hela ndefu. Na sasa part of my problems was hata sina hiyo hela. Sasa alafu mtu anakuambia utoe $120 ndio uweze per hour ndio ufanyiwe counseling. Hapo ndo nilimlilia Mungu, nikamwambia Mungu jamani something. So I know mimi hata ninapofanya counseling najua kuna wale wanahitaji lakini hawana hela. So I also offer free counseling. Jamani, mlipomsikia Rehema mama Jackie kuwa she offers free ninio kwa wale hawawezi. Jamani, if you have, wewe nazungumza na wewe kama mzazi, wewe kama ndugu, kama dada ya mtu ambaye ameathirika na madawa ya kulevya na pombe pia. Jamani, don't hesitate. Ninio ukakaa backbench ukasubiria ikawa wasi ndio mnaanza kutibu kitu ambacho chanzo kimeanza miaka mingi. Kama umesikia story ya mama Jackie, ilianza sio imeanza saa hii. Kwa hivyo ilianza zamani, imeescalate hadi ikafika hapa. Jamani, let us not waste time. Namba za Sober House utaziona kwenye screen. Jina la Sober House tutaweka kwenye screen. Reach out. Don't waste time. Reach out. Asanteni sana. Asante sana labda kwa kusisitiza, kuna ni free, lakini huwa tunalazimisha kwamba sio tunalazimisha, tunaomba pale atapata chakula kama kuna matibabu na malazi free. Lakini tunapenda afanane na wenzie, awe uniform ili asijione, kwa sababu wao walio na imani watakaoletwa au free watakuwa wako kwenye stage ambayo wakikutana na wenzao pale watajisikia vibaya. Kwa hiyo tunaomba sawa, unapata vitu fulani free, lakini utachangia gharama ya tracksuit na t-shirt, angalau zile uniform, kwa sababu hatupendi uje na zile nguo zako. Wengi wanasema ukinikumbusha kwa mfano nguo uliovaa leo hii, pengine unakumbuka kitu fulani kuhusu hiyo nguo. Na mimi kuna nguo nikivaa huwa nakumbuka jambo fulani kuhusu nguo. Sasa unapomletea na yale mavazi aliyokuwa nayo, anakumbuka washikaji zake kijiweni. Kwanza umenikumbusha kuna nguo moja nilivaaga, ni hiyo siku nilipata issue, yani hiyo nguo nilitupilia mbali. Nikirudi naiangalia hivi nilitupilia, hata sijui nilitupaga wapi. Ni kweli. It's very true. Kwa hiyo tunasema unapomleta pale, kama tunataka tumsafishe awe mpya,
basi na vile vitu vyake vya zamani vibaki huko. Vinabaki Kama tu. una uwezo basi uanze naye upya, kwa sababu wengi Wow, waliofikia that's stage amazing. hizo hata nguo zao pia huwa ni za hovyo. Akishapona akajitambua, sidhani kama atarudia kuvaa Ni ile nguo kweli aliyokuwa nayo. kabisa. Kwa hiyo huwa tunamwambia hebu tuachane nazo hizo. Pale atakuja atavaa t-shirt yake, atavaa kaptula yake, atavaa suruali, atafanya nini, anakutana na vitu vipya, Hiyo bado clothes ni free. zake atavaa hivyo, utakuja navyo. Vitu vingine, chakula, malazi, sisi hatuwezi kumshindwa kumlisha. Kama kuna matibabu, kuna Wow. atapata. Wow, that's Yeah. awesome. Mungu akubariki sana. Kwa hivyo kama tulivyosikia, it's free, lakini vitu kama mavazi nini utachangia kama mzazi. Jamani, na hata kama huwezi kuchangia, na hisi tunaweza tukakuchangia sisi kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo first step, take that first step. Take that bold first step. Chukua ile hatua ya kwanza. Reach out. Piga hizo namba ambazo unaziona kwa screen na utapata msaada na maisha yako yatabadilika. Barikiwe sana.